ina maana ya kwamba yale yote ambao unayahitaji utayapata pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wao walikuwa wanashughulikia mambo yale ambayo wanayoyaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wengi sana wameacha Mungu kwa sababu ya mikate. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akuja kanisani wakati alikuwa na shida fulani, wakati aliombewa akaona ya kwamba angechafanyika, akamwacha Mungu na akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwacha akaenda. Akasema kwamba huyu Mungu hafanyi. Ulikuja pengine alikuwa mgonjwa, wakati aliombewa hakupona, akamwacha Mungu akaenda. Kwa sababu Mungu achampone. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wale ambaye tumeokoka tuko ndani ya kanisa, usikuje kumtafuta Mungu kwa sababu uko na shida fulani unataka usaidiwe. Usikuje kumtafuta kwa sababu hauna kazi. Usikuje kumtafuta kwa sababu wewe ni mgonjwa. Usikuje kumtafuta kwa sababu unaona ya kwamba maisha yamekuwa magumu. Uje kumtafuta Yesu kwa kutafuta ufalme wa Mungu ili ukaende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo ndio Mungu anahitaji. Ndio maana Yesu anafundisha, anasema ya kwamba tafuteni ufalme wa Mungu kwanza, na hayo mengine ambayo mnahitaji mtayapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana tulisoma maandiko ikisema ya kwamba Petro anauliza Yesu swali ya kwamba sisi tumeacha yote ambayo tuwakufuata, tutapata nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwambia kwamba nyinyi ambao mmeacha vyote mkanifuata, mtapata 100% na mtapokea ufalme wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Au ndio Yesu anahitaji. Wakati unakuja kuomba muujiza kutoka kwa Mungu, ina maana kwamba unaanzia hiyo maombi katikati, ujaanzia pale mahali nafaa kuanziwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunasema ya kwamba kama unataka Mungu akutendee, kitu ya kwanza anza na kuokoka na kumjua Mungu, ili haya mengine utayapata. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unasoma kitabu cha Wafalme ya kwanza ile sura ya 3 mstari wa ngapi? Usome ule mstari wa 20 na ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Utaona kwamba mstari wa 4 si wa 20. Wafalme ya kwanza 3. Usome ule mstari wa 4. Utaona ya kwamba Solomon wakati ameenda kumuomba Mungu, akaenda akamtolea dhabihu mahali pale. Mungu alipendezwa naye, akakuja kumkuchia kwa ndoto usiku ule. Akamwambia kwamba nataka uombe kitu chochote unataka nikufanyie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ungeomba nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ungeomba nini? Nataka niishi maisha mzuri, nataka unipe gari, shamba, niishi maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unisomea hayo maandiko. Kitabu ni Wafalme wa kwanza 3 kuanzia mstari wa 4 inasema, wakati mmoja Solomoni alikwenda kutoa tambiko huko Gibeoni, maana palikuwa ndipo mahali maarufu pa ibada. Ilikuwa ni kawaida ya Solomoni kutoa maelfu ya sadaka za kuteketezwa katika madhabahu hiyo huko Gibeoni. Mwenyezi Mungu alimtokea Solomoni katika ndoto usiku, akamwambia, omba chochote nami nitakupa. Solomoni akamwambia, ulimwonyesha mtumishi wako Daudi baba yangu fadhili nyingi, kwa sababu alikutumikia kwa uaminifu, uadilifu na kwa haki, na umedumisha fadhili zako kwa kumpa mwana anayeketi sasa kwenye kiti chake cha enzi. Mwenyezi Mungu, Mungu wangu, umeniweka mimi mtumishi wako kuwa mfalme mahali pa baba yangu Daudi. Ijapokuwa ningali mtoto mdogo na sijui namna ya kutekeleza wajibu huu, na hapo umeniweka kati ya watu wako ambao umewachagua, nao ni wengi hata wawezi kuhesabika kwa wingi wao. Kwa hiyo nakuomba unipe mimi mtumishi wako moyo wa kusikia, ili kuamua watu wako, niweze kutambua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuhukumu watu wako walio wengi hivi? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amepewa ruhusa ya kuomba chochote.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini nasikia ameomba nini? Apewe hekima tu ya kuweza kuongoza watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ungeomba hiyo kweli? Hapana. Ungeomba mambo mingi sana. Sana ungetaka tukua washauri. Ungeomba mambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wakati ameomba hilo ombi, maandiko yanasema ya kwamba neno hili likawa jema machoni pa Mwenyezi Mungu, machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua kuhukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu neno nasema ya kwamba ili neno, maombi haya yalikuwa maombi mazuri. Mungu alipendezwa na maombi ya Sulemani, kwa sababu Sulemani hakukuwa na tamaa ili hakutaka kuomba utajiri, utaka kuomba magari, utaka kuomba maisha marefu, yaani hakutakia chochote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu